Sijasikia kelele zilizoshiba kwa Yesu. Ongeza kelele nyingi za kutosha. Nataka nizungumze vichache wakati naanza. Haya mambo wanapenda kuanza nayo, maana yanishangaza sana. Kati ya vitu ambavyo Biblia imevisema vya ajabu, huwa ni vitu hivi ambavyo wanakwenda kuvisema muda sio mrefu. Nashangaza sana. Biblia inasema wana wa Israeli walipokuwa wakivuka wakielekea Kanaani kwa baba yao, maandiko yanasema wakati ulipofika walikutana na ukuta wa Yeriko, ambao huo ukuta uliwazuia. Lakini walipomlilia Bwana wa mbingu na nchi, Bwana hakuambia nenda mtafute bulldozer. Hapana, aliwaambia tafuta wanaoweza kushangilia. Hakuambia tafuta nyundo kali, aliwaambia tafuta wenye vigelegele. Hakuambia tafuta labda mikuki, aliwaambia fujo nyingi. Yoshepata anamwambia Bwana, ikipita imekuwa mkubwa. Akasema wala usinue bunduki, ino wanaweza kushangilia. Jioni ya leo nataka tusikie kelele za shangwe. Tusikie kelele. Glory to God, glory to God. Glory to God, glory to God. Na wasalimu kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu ni mwema na yuko mahali hapa. Namtukuza Mungu tena jioni ya leo kukutana na wewe mtu mzuri wa Holili. Namtukuza tena Yawe mara ya pili kukutana na wewe mtu wa Kilimanjaro. Najisikia vizuri zaidi mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6 kukutana mtu, wewe mtu mzuri wa Rombo mahali hapa. Jamani, haleluya. Najisikia vizuri napoona wachungaji wetu wazuri wako hapa, viongozi wetu wazuri wako hapa. Mungu awabariki watumishi wa Bwana. Unaonisikia kutoka mbali, naitwa Rogerson Lazaro. Bwana amenipa neema ya kukuhubiria katika hizi siku 8 za miujiza. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Ninatokea Dar es Salaam pamoja na watumishi wa Mungu hawa wazuri. Tumeleta habari za Yesu Kristo wa kweli. Na waigizaji umefanya vizuri, makamanda wa Bwana. Hatujaleta mafuta mahali hapa jamani. Hatujaleta dini yako Bwana. Mwalimu Joshua alisema vizuri tu ziwe mtwe. Akasema hata maji yako tuyatake. Lakini tunahitaji roho yako yenye mbinguni. Hiyo ndiyo shauku tulionayo wapendwa. Au kasikia tunazungumza dini ya mtu hapa. Au kasikia tunachoma dini ya mtu hapa. Mmekuwa mashahidi wazuri siku zote hizi. Hajasikia tunazungumza dini yako, maana ni nzuri. Ametajwa Yesu. Ametajwa Baba. Shangilia jina. Yesu. Nataka nihubiri ujumbe mzuri kwa dakika chache. Lakini habari nilizonazo watu wa Holili ya kwamba huu ujumbe utagusa watu wote. Aliyeokoka kae sawa, imani itaongezeka jioni ya leo. Ambaye hajaokoka kae sawa, ataokolewa na imani itaongezeka leo. Mashumisho Bwana mkae sawa, tahubiri na imani itaongezeka leo. Pamoja na yule washangilia jina. Na misi sauti ya gitaa mahali hapo kidogo basi. Haleluya, haleluya. Nasema tena kwamba kila mmoja atauona utukufu wa Bwana. Narudia mara ya pili. Wewe uliye mtandaoni, wewe unayetusikia kutokea mbali, amani iwe kwako katika jina la Yesu aliye hai. Nataka nihubiri ujumbe unaosema kazi ya msalaba. Haya maneno ni machache pastor, lakini yamejawa power. Haya ni maneno machache wahubiri wenzangu, lakini very powerful. Haya maneno ni machache wenzangu, lakini yamejaa power.
wakisema na wanaume, kazi ya msalaba. Hata kama hujasoma, haya maneno ni matamu kuyasikia. Hata kama hujaenda la 7B, umeishia la 2A, haya maneno ni mazuri kuyaelewa. Watu wote naomba turudie tena, kazi ya msalaba. Ni maneno mazuri. Nitayasoma kutoka kwa kitabu kile cha Isaya, halafu nitakuletea Wakorintho wa kwanza. Kitabu kile cha Isaya sura ya 53. Nataka nisome mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 12. Naomba kama ukiweza tega sikio lako vizuri. Naona watu kule kwenye milima wamekaa vizuri sana. Nasikia kwa ulimwengu wa roho kuna watu wamesema TV wananisikiliza wewe. Just go praise wherever you are. Bwana kubariki kokote uliko. Nataka niasome maneno haya tena sikio na rafiki zangu. Uliye mtandaoni waweza kufungua pamoja na mimi. Kitabu kile cha Isaya 53 mstari wa kwanza. Biblia inasema, ni nani aliyesadiki habari tulizozileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na hata tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, wala pakuwa mtu mwenye huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu ficha nyuso zake, alidharauliwa wala kuhesabiwa kuwa kitu. Hakika aliyachukua masikitiko yetu, alijitwika huzuni zetu Yesu. Lakini tulimdhania kwamba amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa na makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi nasi sote tuliokuwa kama kondoo aliyepotea, kila mtu ameangukia njia zake mwenyewe, na Bwana amemweka juu yake maovu yetu sote. Alionewa lakini alinyenyekea Yesu, wala hakuifunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye kuchinjwa, na kama vile kondoo anavyo manyoya yake, mbele ya hao wakatao manyoya, naam hakufunua kinywa chake. Kwa kuwa alionewa, hakulikia mbele ya Yehova, na maisha yake ni nani aliyesimulia? Maana alikataliwa na mali na nchi walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na ila kinywani mwake. Nataka niongeze haya maneno, ni mazuri matamu. Niongeze kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ni sura ya kwanza mstari wa 18. Biblia inazungumza maneno matamu. Anasema, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni puzi, lakini kwetu sisi ni nguvu ya Mungu. Inua mkono wako mmoja niombe. Baba wa huruma, Kristo Yesu, asante. Nimeyasoma maneno haya na kwenda kuyahubiri. Umesema mara moja utatikisa nchi, na mara ya pili utatikisa mbingu. Asante kwa maneno mazuri haya, naomba unijalie kuyanena kwa ujasiri wote katika jina la Yesu Kristo, na anayepumua aseme amen. Sema amina kama unasema. Ongeza kelele za shangwe. Sema habari za Yesu. Watu wakilima wazuri. Siku ya kwanza tulikanyaga mahali hapa, na ilikuwa neema kubwa sana pasta. Haikuwa ya ajabu kabisa, ilikuwa ni kubwa. Nakumbuka nilisimama mwenyewe na nilihubiri katika viwanja hivi, nikiweka jiwe la kwanza. Nilihubiri habari kwamba
kazi iliyomleta Yesu. Na kamanda alihubiri siku ya pili, mtumishi wa Mungu Isa Mwandinde akasema, angalia uliyembeba nani, umembeba nani kwenye maisha yako. Aliongeza kitu kingine, akaongeza kufanya maamuzi magumu. Yesu kuyatatu ile ulihubiri vizuri kamanda pale nilipopeka. Sema mina kwa jina la Yesu aliye kamanda. Kamanda aliyepata mtumishi wa Mungu Sagara ulipata vizuri kamanda. Bwana kubariki sana. Alihubiri anguko la mwanadamu, anguko la ulimwengu. Sema mina kwa jina la Yesu aliye. Na siku iliyofuata kamanda wa Bwana Joshua Mwalimu akahubiri ujumbe kalipo, akazungumza pale ya kufufuka kwa Yesu. Wewe mwanaume, Bwana kubariki, haleluya. Lakini jana akapiga kitu kizito, akazungumza pale ya jina la Yesu. Na mimi leo nataka nigonge msumari, nizungumze kazi ya msalaba. Sema mina kwa jina la Yesu. Nizungumze kazi ya msalaba. Watu hawalili mnanielewa marafiki zangu. Kama mnanielewa shangilia jina la Yesu. Haya. Siku zote wanasema Yesu angekuja duniani akainua kiwete, asikuja msalabani angekuwa hajafanya kitu bado. Yesu angekuja duniani akafufua wafu wote, asikuja msalabani asingekuwa na tofauti na Musa, asingekuwa na tofauti na Elia. Yesu ni mwanaume, angekuja duniani akakutana wale kibiongo, akawainua, anapopanda msalabani asingekuwa na tofauti na Elia na Elisha. Kinachomtofautisha Yesu na wao, Yesu alipanda msalabani, Yesu aliingia kaburini, Yesu alifufuka, Yesu alipaa mbinguni. Tokea kule anatuombea. Sijajua kama kuna watu wananielewa. Shangilia jina lenye power Yesu aliye. Nataka niumbie pale na kazi ya msalaba. Nataka niseme sawa kazi ya msalaba. Nampenda Mungu wakati najiandaa. Akaniambia wakati nahubiri, kuna watu watakuwa wanasikia mili inatetemeka, kuna watu watakuwa wanasikia mili inavibrate. Usiogope unapoanza kutetemeka. Ndiyo kazi ya msalaba, ndiyo kazi ya msalaba, na imani ya mtu itaongezeka. Tunapozungumza msalaba, hakuna msalaba bila damu. Kwa hiyo thamani ya msalaba wa Yesu ni damu iliyomwagika pale. Na mimi nataka niongezee vitu chache. Unapozungumza msalaba, sio ule wa makanisani kwetu. Unapozungumza msalaba, sio ule utaweka kwenye makaburi. Unapozungumza msalaba, sio ule ambao tunaona unakamata madhabahu. Hapana. Naizungumzia Golgotha, naizungumzia Kalvari, nazungumzia msalaba wa Yesu. Lakini thamani ya msalaba iko kwenye damu ya Yesu. Na siku ya kwanza nilisema kazi mpaka ampandisha msalabani, atafute mmoja wa wawili, atafute mtu mmoja wa Mlambo, atafute mtu mmoja wa Kilimanjaro. Kama unanielewa mwenye kitabezi wewe, shangilia jina pale. Tanzania mnanielewa? 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 Wafungaji mnanielewa? Shangilia jina la Yesu. Hii kazi ilikuwa ni ngumu mno. Hii kazi ya kumwaga damu. Damu ya Yesu imwagika mara 7. Na pia ilipokuwa ikimwagika ilikuwa na maana yake. Watanzania mtaelewa. Hamtapewa maji ya upako tena, hamtapewa mafuta ya upako tena. Utaitumia damu na utaona ukipata mpenyo katika jina la
Yesu ali bachendere basandi bakanda bwegala sherebera mangati badel saba handi bosa kaikere bosa. Hallelujah. Damu ya Yesu ilimwagika alipokuwa akitahiriwa. Alipofika siku ya 8 Yesu akatahiriwa. Alikuwa akimkomboa mwanadamu na nia zake. Ninakwambia kila tone iliyokuwa ikimwagika ilikuwa na maana yake. Alimwagika mara 7 nimesema. Mara ya kwanza ni pale alipokuwa akitahiriwa, damu yake ilichuruzika inatoka. Alikuwa akimkomboa mwanadamu wawili na tamaduni zake. Wapo watu wengi wamerithi mikoba ya mababu zao kwa sababu ya historia zao, hawawezi kuacha kwa sababu wao wenyewe. Nataka nitangaze tena, lakini wanajisahau. Lakini Yesu Bwana ilipotoka ilitaka iwatoe kwenye hao mambo, iwatoe kwenye mila. Wengine wamebeba na mila za ajabu ya kwamba unaweza kumrithi mke na mchumba wako. Hizo ni mila za ajabu. Wengine wamesema ukiwa kitinda mimba lazima ubebe mikoba ya bibi yako aliyekuwa ni mchawi. Hayo mambo utaelewa. Yesu aliyamaliza. Anajisikia tu kama hapa kuna mchaga mmoja aliyeokoka hapa, ashangilie Yesu kama makofi. Ashangilia jina Yesu aliye hai. Yesu atabiri na historia za jamii. Wapo watu wanasema lazima tuabudu ndagu, lazima tuende kwa mizimu. Mizimu ya babu ikaseme tukaombe kwenye kaburi. Haya mambo zilipendwa, hayo mambo jua. Haya mambo nizilipenda ujua. Haya mambo utajua. Wewe tuisikie sumbue. Wewe achilia damu tu. Achilia damu tu. Achilia damu tu. Eti nasikia kifungu cha mtoto kikikapa mpaka kipeleke kwa bibi. Haya mambo ni ya utumwa. Utaelewa Yesu tukifanya. Vijana mlioko Tanzania, shangilia jina Yesu. Damu ya Yesu mara ya pili ilimwagika pale Gethsemane. Yesu alipokuwa anaelekea mateso akalipiana pale Gethsemane bustanini. Yesu akapiga magoti mwamba wakati anang'ang'ana mwili asiokuwa mwanadamu. Watu wa Rombo mnanielewa jamani? Yesu akapiga magoti kamanda, akapiga magoti analia, anasema Baba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Maandiko nasema alichuruzika, damu zikamtoka zikadondokea nchi. Haikuwa inamaanisha anamwokoa mwanadamu na ardhi yake iliyolaaniwa. Hatuhitaji kutoa sadaka tena ya kukomboa ardhi. Ukifanya hivyo hautaelewa kazi ya msalaba.